njoo tupumzike. Sawa mke wangu. Washaanza kunivuruga hivyo tena. Jamani, mbona mapema hivyo? Sasa kama fungati itakuwa na heka hivi jamani, tutatoboa kweli? Hiyo fungati yenyewe tutaifaidi kweli mme wangu? Haise wewe, hebu acha kujizima data wewe. Wewe unayegonga mlango huo. Acha kujizima data, kujifanya hujui kwamba hiki ni chumba cha mfalme. Najua. Wewe ni nani? Shemtoi hapa, nataka unichambishe niende nyumbani. Umeona sasa Amanda mpenzi wangu, kwamba sasa hivi wanakijiji wananiona mimi Bokasa kama uyoga tu. Yaani kama malele uyoga fulani hivi ambao hauliki kabisa. Ona, kijana kaja anagonga mlango wala hana wasiwasi. Eti kwamba mimi niende nikamchambishe. Mimi? Mtukufu mfalme, mme wangu, huyu hapa atakuwa ni mlevi, amelewa. Huyo kalewa sio bure, kwa sababu mtu mwenye akili timamu hawezi kuja kumwambia mfalme maneno ya hovyo kama hayo. Huyo amelewa. Achana naye huyo. Sema tu askari hapo wamkamate wamtoe, lakini achana naye, hizo ni pombe. Akili za pombe hizo. Yaani hata kama ni pombe Amanda mke wangu, inakuaje? Yaani hajaona sehemu nyingine yoyote ya kwenda kutia fujo au mtu yoyote wa kwenda kumzingua, ndio aje moja kwa moja kwa mtukufu mfalme katika chumba chake kuja kuntilia fujo? Kama sio dharau hizo ni nini? Sio pombe hizo, ni dharau Amanda. Mtukufu mfalme, hivi unajua ni kwa nini wahenga walisema kwamba pombe sio togwa? Mtu ambaye amelewa sio sawa na mtu aliyeshiba. Huyo kalewa huyo, na pombe ukishakunywa zinakupeleka tu katika hali ambayo kwa kweli sio ya kawaida. Huyo anapelekeshwa na pombe tu, wala si mzima huyo. Mwenye akili timamu hawezi kufanya hivyo kwenye miliki ya mtu, tena mtu mkubwa kama wewe. Hizo ni pombe, akili za pombe hizo. Mlevi asikuchanganye huyo Bokasa. Kijana hapo nje ambaye unaleta vurugu kwenye chumba changu, usinilazimishe mimi kufanya maamuzi ya mauaji. Toka nje. Kijana, usinilazimishe kufanya maamuzi ya mauaji kwa mwehu kama wewe. Mwehu wewe? Nani mwehu? Wewe hapo Bokasha. Aise, Amanda, nimeshindwa kuvumilia. Mimi namfuata huyu kijana, sina haja ya kutafuta askari, namfuata mimi mwenyewe. Bokasa, hebu achana na mlevi huyo bwana wewe. Mke wangu Amanda, hebu naomba unipe dakika 5. Samahani lakini naomba unipe dakika 5 ili nikamwonyeshe huyu kijana kwa nini nilizaliwa kwenye koo kubwa hii ya kifalme na kwa nini leo hii nimekuwa mfalme Bokasa. Baba, mbona umerudi peke yako? Shemtoi yuko wapi? Amanda mwanangu, ina maana unataka kuniambia kwamba yule Shemtoi ndio chaguo lako la pekee? Haujaona mwanaume yoyote hapa kijijini ambaye mnaweza mkapendana vizuri mkaheshimiana zaidi ya yule bwana? Mbona yule bwana akili zake zimehamia kwenye kishundu? Yaani tumekaribishwa vizuri kwenye shule ya watu. Tumekula kila kitu tunachokitaka. Ubwabwa, tumepewa na pombe kidogo. Sasa mwenzangu sijui pombe, sijui ndo akili yake kajinyea. Haya, kapinchula katika pale kwenye kasri ya watu, halafu anataka heti mfalme Bokasa ndo aje amchambe. Mame, ina maana Shemtoi ndo ameamua kujitoa mhanga kiasi hicho baba? Sasa yuko wapi? Yuko wapi Shemtoi baba? Nimetumia busara kubwa sana mwanangu kumbembeleza ule kijana kwamba tuondoke hapa. Tayari kishanuka, ushajinyea, wewe tuondoke hapa. Hataki kunisikiliza. Anasema yeye hawezi kuondoka pale na hataki mtu mwingine yoyote amguse hadi Bokasa amsafishe kinyesi. Mfalme Bokasa amsafishe kinyesi kabwela yule, asokuwa na mbele wala nyuma. Mimi nimemwachia msala huo, nikaondoka zangu. Asa wewe unamwachaje mkwe wako katika hali kama hiyo baba? Yule ni mkwe wako, ilipaswa umbembeleze, umshike hata mkono, kama hataki unambeba hata kichwani uondoke naye. Sasa unamwacha huko, si atamuumiza? Hivi unajua Bokasa akiasikia hayo maneno yake atakuwa salama kweli? Eti baba, nakuuliza nijibu. Hivi unadhani Bokasa akimsikia Shemtoi kwa maneno hayo anayosema kwamba sijui anataka kuchambishwa na Bokasa, akimsikia unadhani atamwacha salama? Si atamuua huyo. Mkwe wako atauliwa. Mzee Zumbe, kwa nini umemwacha mkwe wako huko? We mtoto we. Wewe Amanda we. Hebu acha kunilazimisha kwa namna hiyo wewe. Wacha. Mkwe wangu yupi? Mkwe mwenda wazimu kama yule Shemtoi. Anajinyea mbele za watu. Unamwambia fanya hivi, hataki kukusikiliza. Mkwe gani? Mie nihangaike kubeba mtu kichwani gwegwesa kumpeleka wapi? Kama mtu mwenyewe kataka kuyaharibu, acha yaharibu.
amelilia wembe, nimempa, nimemwacha uwanja. Watajuana wenyewe na Bokasa. Mimi hakusima humo. Hapana kwa kweli. Mimi siko tayari kabisa kwa hilo baba. We unakwenda wapi? Niache. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo mwanangu, huko unajitafutia matatizo. Kuna Amanda mwingine huko wewe. Zumbe niache. Amanda rudi. Niache. Kanga Rubeta na umali huyo. Hatimaye sasa ule muda nilokuwa na usubiri kwa hamu umefika Bikachala. Bokasa yu katika fungate na bibie. Yule nahisi ni siku 7 hizo. Kama si 7 wataongeza 7 nyingine zitakuwa 14. Sasa mie huu ni uhuru tosha kwangu. Sasa huu ndo muda wa pekee wa mie kubaki na wewe Bikachala. Leo enda kulala kwangu, si ndio? Kwa wewe Kwicho. Mbona unakuwa na haraka hivyo wewe mwanaume? Ndio kwanza siku ya kwanza hii. Ungesubiri zipite hata siku 2 au 3. Sasa ukiwa na haraka hivyo, tunaweza tukagundulika hapa kwamba sisi tunafanya uovu. Ni bora usubiri kidogo, kuwa na subira mwanaume. Kuwa na subira kwanza. Ngoja siku 2 au 3 zipite. Baada ya hapo ndio tutafanya sasa mambo yetu kwa uhuru. Sasa Bikachala, ngoja huumiza matumbo. Sasa ya nini hiyo kila siku kumsubirisha tu? Mimi nataka mbungo hiyo bwana we. Huu ndo wakati mzuri huu, wataka nsubiri tena siku 2 3. Siku za kwenda hizo. Mie hizi siku ni chache kwa sababu Bokasa yuko na wewe siku zote za ulimwengu wako wa maisha. Sasa mie hizi siku zilizobaki basi nipe mie Bikachala mbungo hiyo. Mbungo nitakupa tu babangu, lakini subiri kidogo. Usiwe na haraka babangu, sawa Subiri, usiwe na haraka jamani. Una haraka na wewe jamani. Hivi wewe Bikachala unanipenda kweli wewe? Au upo tu hapa kunichezea? Unanipenda kweli wewe Bikachala? Mimi nakupenda sana Kwicho. Tena sana tu. Nakupenda kuliko mwanaume yoyote hapa kijijini. Umemzidi hadi Bokasa. Lakini nahofia nikikupa haraka unachokitaka, tutashindwa kukamilisha mambo yetu mengine. Utanikinai, utanichoka haraka wewe. Ndio maana unaona nakucheleweshea hivi, lakini sio kwamba nitakunyima. Mbungo nakupa tu, sijali babangu, sawa Wewe umetumwa kuja kunijaribu Wamekutuma uje upime kina kirefu kwa mguu, si ndio? Sasa mimi nitakuonyesha kwa nini nimezaliwa kwenye koo ya kifalme na kwa nini leo hii nimekuwa mfalme hapa. Okay, sawa, hamna shida. But after all of that, baada ya kumaliza kila kitu hicho cha kunionyesha kwa nini wewe ulizaliwa kwenye koo ya kifalme na kwa nini leo hii kwamba wewe ni mfalme, unishafiche kinyesi mimi niondoke niende zangu nyumbani. Alafu eti ndio anataka kuniambia pombe. Eti pombe hizo ndo zimekuchanganya, umekuwa mwenda wazimu kiasi hicho. Kwa nini hujatafuta mtu mwingine yoyote hapa kwenye kasiri yangu ukamwambia ujinga kama unaoniambia mimi? Mimi mfalme Bokasa na heshima zangu zote hizi, unataka mimi nikusafishe kinyesi ambacho umejinyawe mwenyewe kwa upuzi wako? Wewe ni mwenda wazimu kiasi gani wewe? Sasa leo unataka nikuonyeshe kwamba mimi ni nani? Kumbe bado hatujaelewana mfalme. Hujaelewa chochote. Yaani kweli wewe mfalme na akili zako zote hizo unaelekezwa kwamba mtu ajipinchulia umshafishe huku, unanisafisha kwenye mashavu. Sijasema unisafishe kwenye mashavu. Mimi nina kinyesi, nishafishe huku niondoke. Huyu kumbe ni mjinga kiasi hiki. Huyu kijana kumbe ni mjinga mwenda wazimu kiasi hiki. Wewe sijakusafisha hapo. Nimekutia kofi. Sasa kofi gani hilo mfalme mzima kama wewe? Eti kofi kama nimefutwa na tishu nyepesi shavuni. Hebu nimekwambia achana na makofi basi. Makofi yenyewe yawezi kuyapiga vizuri nikayasikia. Nishafiche niondoke. Yaani ndo nimeamini sasa kwamba hiki kijiji kina vijana wehu enda wazimu ambao wamepitiliza. Yaani mimi nakutia kofi nikushikishe adabu, wewe unaniambia mimi nimekufuta na tishu kwenye shavu? Sawa, hakuna shida. Wewe si unataka mimi nikuchambe, si ndio? Unataka nikusafishe? Nimechoka kurudia mjomba. Alafu mimi nachelewa nyumbani basi. Sawa. Askari! Naam mfalme. Leteni shoka. Sawa mfalme. Leo unachambia shoka mshenzi wewe.